Amen. Natuombe. Our dear everlasting Master who art in heaven, we thank you for you have been great since the day started unto this time, God. As we shall be going to start the program of stewardship, God, may you guide us, God. Use our speaker so that he may pass the message unto us, God. Let your Spirit guide us till the end of the program. It's true of just Christ to do prayer, trusting and believing. Wangapi pamoja na mimi wanamkaribisha mchungaji Eric? Asante. Kanisa la Mungu na wasalimu, happy Sabbath and a happy day. Wacha tuseme happy week, maana ni wiki moja. Happy Sabbath, happy week and a happy week. Karibuni sana kwenye kipindi cha wakili stewardship. Kipindi cha wakili haijaanza leo hii, imeanza tangia mwanzo wakati Mungu mwenyewe aliposema na mwanadamu atawale. The book of Genesis chapter 1 verse 28, that is the beginning of stewardship. Uwakili, wakati Mungu alisema have dominion, ukatawale, Mungu akampa mwanadamu aweze kuwa msimamizi, na sisi ni wasimamizi wa mali za Mungu. Nataka nikukaribishe ili tuweze kurudi kule nyuma na tuweze kukumbushana mambo yale Mungu aliweka mikononi mwetu. Napenda kitabu cha Wakorintho mahali nasema, for we are the stewards of the mysteries of God. Sisi ni mawakili wa siri za Mungu. Leo hii sitaenda sana kwa definition ya stewardship, bali nataka niweze kutoa sehemu moja ya wakili ambayo ni upande wa utoaji. Maana leo hii nataka niongee kuhusu kitu kinaitwa giving, utoaji. Na nimechagua wimbo namba 10, muumbaji mfalme vitu vyote vyako. And what is the first principle in stewardship? Kama kuna jambo la kwanza kama wakili lazima ujue ni kwamba vitu vyote ni vya nani? Ni vya Mungu. Niruhusu nisome kitabu hiki, the book of First Chronicles chapter 29 verse 15. Ukiwa umefika pale, msomaji waweza kunisaidia kusoma Mambo ya Nyakati wa kwanza 29:14. Neno linasema nini? Mambo ya Nyakati wa kwanza 29:14. Acha nisome hapa, nimepata. Neno la Mungu linasema 29 verse 14. Lakini mimi ni nani na watu wangu ni nani hata tuweze kutoa kwa hiari hivi? Kwani
vitu vyote vyatoka kwako, na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea. Napenda laini ya mwisho ambayo inasema ya kwamba vitu vyote ni vyako na vinatoka kwako, na katika vitu hivi tunakurudishia, tunakutolea vitu vyako. Hiyo ni kusema ya kwamba mimi sina kitu. Mimi kama kuna kile ambacho niko nacho sio changu, bali ni cha Mungu Muumbaji, mfalme. Vitu vyote ni vyako. Give us in all seasons. Tutafanya nini tuweze kuwa watoaji? Kwa sababu neno la Mungu linasema ya kwamba kila kitu ni cha Mungu. Lakini hapa tuko na ugumu katika neno la kutoa, katika kutoaji. Mungu mwenyewe, tunapoongea kuhusu utoaji, Mungu mwenyewe alitangulia kutoa. Kitabu ni cha Yohana 3:16, wa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akafanya nini? Akatoa. So when we talk about giving is the principle of heaven. Mungu mwenyewe alianza kutoa. Na kumbuka, hakutoa tu, alitoa the best. Alitoa mwanawe wa pekee. Na sisi nasi kama wa mawakili, stewards, kama kuna jambo la maana sana nataka tuliangalie siku ya leo, ni utoaji. Na nikiongea kuhusu utoaji, nataka nikukumbushe ya kwamba utoaji haitoki kwa mikono ya mwanadamu, bali utoaji inatoka kwa moyo. Utoaji haiendi na mali, kile ambacho mwanadamu ako nacho, ya kwamba ako na wingi ama uchache, bali inategemea na moyo. Kutoa ni moyo, sio mali. Mungu akasema ya kwamba maana nimekubariki. Read with me the book of Proverbs chapter 21 verse 26. Mungu akatupa kipawa hichi cha kutoa, maana yeye alishatangulia kutoa. Methali 21:26, kuna atamanie kuwa choyo mchana kutwa, pali mwenye haki utoa wala hanyimi. Kwa Kiingereza ametumia neno the righteous give without sparing. Hanyimi, without sparing, bila kupakisa, bila kunyima, bila kuwa na choyo. It is not the amount of wealth that determines giving, but it is the amount of love that is in the heart that determines giving. Sio mali, bali ni upendo ndani ya moyo wetu. Somebody said, you can give without loving, but you cannot love without giving. Ndiposa tunasikia Mungu alipotupenda akatoa mwanawe wa pekee. Tena anatolea nani? Anatolea sisi ambayo tumeshatenda dhambi, maadui, watu ambao wamekaa mbali na Mungu. Tukiwa mbali, akatoa na akatufuta karibu kwa upendo huo wake. 2 Corinthians, human heart enjoys receiving, but there is more joy in giving than receiving. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. There is more joy. Kuna furaha katika kutoa kuliko kupokea. Biblia ikaandika mambo mengi kuhusu kutoa. Lakini leo hii nataka nikukumbushe tu ya kwamba we have types of givers. Na niruhusu niweze kuorodhesha watoaji hawa. La kwanza, kuna watu
ambao nimetaja kuwa sponge givers. Givers number 1, the sponge giver. From the sponge, you know the sponge. Kama ile ya mattress. Sponge givers hawatoi mpaka wafinywe. Itabidi wafinye kwanza, wafinye na kufinya, wanafanyiwa, wanasukumwa kutoa. Nimewaita the sponge givers. Na vikwazo. Anatoa, anasema nitatoa tu kama mtafanya hivi na hivi. Yeye anaweka vikwazo, anatoa na vikwazo. Sana sana napenda kukitoa, anatoa na kufuatilia na neno. Anatoa na anafuatilia na neno. Si unaona nimekupa? Si unaona nimetoa? Hakikisha usirudi tena mara ya pili hapa. Anaitwa conditional givers. Kuna wale watu wanaitwa unconditional givers. Unconditional givers. Kinyume na wale ambao ni conditional, tuko na unconditional givers. Na hawa watu nimetumia mfano wa the honeycomb. Sijui kwa Kiswahili tunahitaji the honeycomb. Ile inatoa nini, asali. The honeycomb, you know the honeycomb. The honeycomb, hata kama unashika namna hii, ikiwa na honey, inaendelea kutoa tu honey, haiwezi kusimama mpaka hiyo honey ishe. Yaani hiyo ni kusema unconditional, haina vikwazo, haina seasons, sio kama ile sponge. Na neno la Mungu, ningependa tuweze kusoma fungu hili. Kitabu, neno la Mungu linasema hivi, tusome pamoja, the book of Proverbs. Proverbs chapter 11 verse 24. Methali 11, 24 na 25. Neno linasema namna gani? Ningekuwa na msomaji. Ndiyo. 24 tafadhali. Ndiyo. 25. Itawandishwa. Naomba kurudia. Rudia. Kuna atawanyaye lakini huongezewa. Kuna azuiaye isivyo haki lakini huelekea uhitaji. Nafsi ya mtu mkarimu itawandishwa, anyweshaye atanyweshwa mwenyewe. Amen. Ukiangalia fungu namba 24, nasema kuna atawanyaye, kuna mwenye anapeana, kuna mwenye anatoa, lakini yako nazo nyingi. Lakini kuna yule ananyima, kuna yule anakataza sana, lakini hana. Yaani ukiangalia hiyo fungu vizuri, imekuwa opposite, kinyume. Yule mwenye anatawanya angestahili asikuwe nacho, maana anapeana. Na huyu mwenye kunyima sana, anakataza sana, angestahili kuwa na nyingi, maana anakataza sana. Lakini Biblia ikaweka kinyume, yule anayetawanya, anayepeana, ako nazo nyingi. Na yule anayenyima hana hata kidogo. Diposa nikasema tuko na sheria ya utoaji. We have the law of giving. The law of giving says, the more you give, the secret of getting is giving. And the more you give, the more you get. Hello, kanisa. The more you give, unapopeana, unapata. Unapozuia, ndio unakosa zaidi. So nataka uangalie 25. 25 ametumia neno ambacho napenda sana. Inasema, yes, 25. Nafsi ya mtu mkarimu itawandishwa. Anyweshaye atanyweshwa mwenyewe. Yes. Anyweshaye atanyweshwa mwenyewe. Kiingereza, he who waters will also be watered.
I like that one. Anayenywesha naye atanyweshwa. Naongea kuhusu utoaji. Unapopeana, unapotoa, hakuna wakati utapaki empty, kafu, bila kitu. The more you water, you will also be water. Niruhusu nitumie maji. Nataka nitumie maji. Maana acha nisumbue mtumishi kuja karibu. Kuja tu karibu. Kuja tu karibu. Wacha nitumie mibaraka kama ni maji, utoaji. Wacha nitumie utoaji. Shika. Wewe mwenyewe kaa hivi. Nataka unamwagia. Angalia upande huu. Okay. Wewe unasimama. Unaponywesha, kuna watu wengi wanataka wanyweshwe. Biblia inasema he who waters as you water, kuna yule yako nyuma yako ambaye ni Mungu mwenyewe anasema he who waters will also be watered. So Mungu anaona vile unatoa, vile unapeana hapo, naye anakuja na ile drum yake kubwa ambaye yake haiwezi kuisha, anaona umetoa kiasi gani hapo, naye anakuwekelea hapa. I wish you jamaa angekuwa na debe kubwa hapa ningemwekelea. He who waters as you water, unapotoa Mungu anakujasia. Praise the living God. Hakuna wakati utakosa kitu unapotoa. Amen. Amen. Thank you so much. Thank you so much. Lakini tabu hapa ni kutoa, mchungaji. Tabu ni kutoa. Shida iko wapi na utoaji? Kitabu ni cha 2 Corinthians chapter 8. Shida iko wapi? 2 Corinthians chapter 8, Biblia inasema nini pastor? Chapter 8 verse 1. Tena ndugu zetu, tuarifu habari ya neema ya Mungu. Yes. Waliopewa makanisa ya Makedonia. Maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao uliokuwa mwingi uliongezea utajiri wa ukarimu wao. Yes. Maana nawashuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe, ndio walitoa vitu vyao, wakituomba sana pamoja na kutusihi kwa habari ya neema hii, na shirika hili la kuwahudumia watakatifu. 5. Tena walitenda hivi si kama tulivyotumaini tu, bali kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana, amen, na kwetu pia kwa mapenzi ya Mungu. Ya Mungu. Asante. Amen. Nataka usikose neno ambalo amemalizia. Kuna neno amemalizia kwa kusema kwanza. First, they first gave themselves. Utoaji ili ikuwe rahisi kwetu, we must first give ourselves to God. Lazima tujitoe kwanza kwa Mungu. Utoaji inakuwa ngumu kwa sababu hatujajitoa sisi wenyewe kwa Yesu kwanza. Nataka niweze kusisitiza pale, angalia. Ukiwa ndani ya maji, ukipelekwa tuseme uko ndani ya bahari kubwa kule chini kabisa, alafu uambiwe simama kule chini na maji imejaa kila mahali, na uambiwe ya kwamba hii maji ambayo iko juu yako ndio unapepa kwa kichwa. Ile liters yote iko juu yako unapepa kwa kichwa, unaambiwa unapepa. Uko chini kabisa kwa bahari. Alafu toka nje. Kuna mtu ako pale ndani na kuna mtu ako nje ya bahari. Uko tu hapa tambarare, ukawekelewa kichwa maji drum moja 200 liters. Ukawekelewa kwenye kichwa tena, uambie ushike. Gani inakuwa nzito? Ukiwa ndani ya maji ama nje ya maji? Amen. Ukiwa nje ya maji, maji inakuwa nzito. Ukiwa ndani ya maji, inakuwa rahisi, inakuwa nyepesi. The difference is the environment.
ukiwa ndani ya Yesu utoaji inakuwa rahisi. Lakini ukiwa nje ya Yesu utoaji inakuwa nini? Inakuwa mzigo. Praise the living God. Tukiongea kuhusu kitu kinaitwa giving, giving must start with the heart. Moyo kwanza. Moyo kwanza. Nilipenda vile tuliimba Muumbaji mfalme vitu vyote vyako. Tulipofika stanza, I think it is stanza number 3, nasema nitatoa nini kwanza vyote vyako, upendo wako wadai moyo wa shukrani, upendo wako wadai moyo wa shukrani. Moyo wa shukrani. Upendo wa Mungu nadai moyo wa shukrani. Kama kuna kitu kinaitwa utoaji, utoaji ni tabia ya mbingu. Utoaji tumewekewa mikono, lakini utoaji na kuwa ngumu tukiwa nje ya maji. Nataka uelewe, angalia. Ukiongea mambo ya utoaji, unapoongea kuhusu mambo ya utoaji, kumbuka there is no Christianity without giving. Yesu alijitoa kwanza. Mungu, kando na Biblia kusema Mungu alitoa mwanawe, Yesu mwenyewe anasema nilitoa uhai. That is the book of Ephesians 5 verse 25. Lakini roho ya unabii ikatuambia hivi, from the book of Acts of the Apostles page 343, the Bible says, when we consecrate ourselves fully to God, He overcomes our selfishness in us. The fear of giving is chased away by the conviction that God is the provider. Nataka uangalie neno linasema ya kwamba when we consecrate fully to God, tunapojitoa kwa Yesu, tunaporuhusu Roho Mtakatifu afanye matengenezo ndani ya moyo wetu, kuna kitu inatoroshwa ndani yetu. Kumbuka mwanadamu, halisia ya mwanadamu ni uchoyo. We are selfish in nature. Uchoyo imetujaa. Na mwanadamu anapenda kupokea kuliko kutoa. Alafu hiyo uchoyo tunapojitoa kwa Mungu na kumruhusu Yesu afanye matengenezo ndani ya moyo wetu, utoaji inakuwa rahisi. Yesu mwenyewe ndiye atatoa ndani yetu. Sio sisi tunayetoa, bali Yesu atatoa ndani yetu. Therefore, write this point down. Giving is not God's way of making money. Giving is God's way of making children. Acha nirudie. Utoaji sio njia ya Mungu ya kutengeneza utajiri. Utoaji ni njia ya Mungu kutengeneza watoto. It is a way God is making children. Kutengeneza watoto. Maana kuna ile uchoyo ndani, ili kumaliza ile uchoyo unapotoa na unapokuja mbele ya Mungu kwa kutoa, na unapokuwa na ile utoaji kila mahali na unasema yote namtolea Yesu, moyo wangu ni wake, na kwa hivyo najitoa yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, upendo wake ushinda, Yesu natoa. All to Jesus I surrender. When you surrender all to Jesus, giving will be possible for you. Praise God. 8 verse 1, the book of 2 Corinthians, sile pastor amesoma. Nataka uangalie neno ambalo linafanya utoaji kuwe rahisi, kitu kinaitwa grace of God. Verse 1, pastor, rudia tafadhali. Tena ndugu zetu, kitabu hiyo tu, Wakorintho wa pili 8:1.
Tena ndugu zetu, ndio tuarifu habari ya neema ya Mungu. Yes. Waliopewa makanisa ya Makedonia. Amen. Simama kidogo mchungaji. Nataka neno linasema tuarifu habari ya neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Ili uweze kuwa mtoaji, hautakuwa mtoaji maana wako mwenyewe halisia yako ni uchoyo. Hakuna mwanadamu ambaye yako na utoaji kivyake, maana hii miili yetu, miili iliyoanguka ikaangukia dhambini, uchoyo imejaa kule ndani. Lakini for giving to be possible, lazima tupewe kitu kinaitwa the grace of God, neema ya Mungu. Nipewe neema, niwe na uwezo wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako, wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako. Nipewe neema ili niwe na uwezo. Kama kuna kitu nataka nikuachie siku ya leo, ni kwamba tunapoongea kuhusu utoaji, tuweze kuomba Mungu atupe neema. Najua saa zingine tunasurutisha watu kuwalazimisha kutoa, na kumbe hawachaguswa. Unalazimisha mtu atoe na kumbe utoaji haiko ndani yake. Nataka unipate vizuri. Ili utoaji ikuwe rahisi, ni lazima kwanza tuwe na neema ya Mungu ndio tupate kutoa. Jamaa mmoja ameingia, aliangukia kwenye alianguka kwa ndani ya maji. Na kuna daraja. Sasa watu walikimbia kwa daraja ndio anaposombwa na maji aweze kuokolewa. Lakini tabu yake ni moja. Maisha yake yote anapenda kupewa, sio kutoa. So aliambiwa utupatie mkono tukushike tukutoe ndani ya maji. Na yeye ako kwa tabu, lakini alishikilia mikono namna hii. Maana tangu maisha yake yote hajazoea kitu ya kupeana, lakini amezoea kitu ya kupokea. Wale watu walipogundua ya kwamba huyu jamaa anakataza mikono, ikabidi wakimbie kwa daraja ingine kule chini ili aambiwe ya kwamba chukua mikono. So wakati aliambiwa chukua mkono, ndio akachukua sasa mkono ya mtu. Lakini yake kutoa hawezi kutoa. We need the grace of God for us to give. Ili tuweze kutoa. Ili tuweze kuona utoaji kuwa ni rahisi. Neema ndio tunahitaji siku ya leo. Hatungekuwa tunaimba hapa na mambo na promotion, come calls, nini, saka, sadaka, hapana. Tungekuwa unatacha tu, lakini utoaji peke yake inakuja automatic, maana ni Yesu anafanya kazi hiyo ndani yetu. Philippians 4:13, I can do all things including giving through Christ who strengthens me. So unapoongea kuhusu the grace of God, hata mimi nataka nimalize nikisema hivi, nahitaji hiyo neema. Bila neema ya Mungu hatufanyi chochote sisi. Mwenye aliandika hiyo wimbo, nipewe neema ili niwe na uwezo, hiyo laini moja tu peke yake inaniongelesha sana kwa uzito. Kumbe bila neema ya Mungu hakuna uwezo wa kutoa. So ukinipa neema, nitakuwa na uwezo wa kutoa. Neema ya Mungu. Mungu neema yake inatosha. Akaambiwa Paulo ya kwamba my grace is sufficient. Mungu tusaidie neema siku ya leo. Tuombe. Baba wetu, uishe milele. Katika kipindi hiki, kipindi cha uwakili, tunakuja mbele zako kama mawakili, na tuko na ombi moja, ni kwamba uweze kutujaza na neema yako, ili tuwe na uwezo wa kutoa, ili tuweze kuelewa utoaji, ili tuweze kuwa mawakili wema. Baba wetu, utuguse ndani ya mioyo yetu. Wewe mwenyewe ulitoa mwanao wa pekee ili sisi tusiangamie. Yesu, ukatuachia kazi ya wakili, na leo hii tunaomba tu utujaze na neema yako katika jina la Kristo mkombozi wetu. Amen.
Happy Sabbath. Happy day. Taimba wimbo mmoja ndio tukaribishe Elda. Number 122.